Karibu sana mwana United katika eneo hususa ambapo tutazungumza mechi ya jana dhidi ya Athletic Bilbao ambapo Manchester United ametoka kwa kushinda bao 3-0 ugenini. Sasa katika session hii nimekuandalia masomo muhimu matano ambayo United tumejifunza baada ya ushindi wa United dhidi ya Athletic Bilbao katika nusu finali ya Europa League. Basi karibu sana mwana soka, karibu sana mwana United kwenye uchambuzi wetu wa mchezo wa jana kati ya United pamoja na Bilbao ambapo United walishinda bao 3-0 kwenye nusu finali ya kwanza ya mkondo wa kwanza ya Europa League katika uwanja wa San Mamés, na ilikuwa ni moja ya performance bora sana katika maisha ya Ruben Amorim toka aje Manchester United. Basi katika session hii naomba tupitie masomo muhimu matano ambayo nimechunguza mimi binafsi na nimeona kwamba tumejifunza kuelekea katika kuhusu mchezo huo baada ya kupata huo ushindi mkubwa. Jambo la kwanza ambao nimejifunza kupitia mchezo huu ni uzoefu. Nimejifunza kwamba uzoefu ni muhimu sana katika mechi kubwa. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ningependa take note. Mimi nimejifunza katika mchezo wa jana kwamba uzoefu ni muhimu sana katika mechi kubwa. Hapa naongelea uzoefu wa Casemiro, Maguire na Bruno Fernandes ambapo uzoefu wao nafikiri kwa sehemu kubwa sana jana uliamua mechi. Nitakwambia kwa nini. Katika mechi yenye pressure kali kama hii, Amorim aliwategemea zaidi wachezaji ambao ni wazoefu ili waweze kusaidia katika kufanya maamuzi muhimu ambayo yanaweza kuamua mechi iende vipi, kwa sababu tumeshakuwa tukiwalaumu sana akina Rasmus Hojlund, akina Alejandro Garnacho, akina Patrick Dorgu na watoto wao kwamba labda kuna muda wanashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu. Lakini jana United naona kabisa walikuwa wanafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Ukiangalia goli ambalo alifunga Casemiro, alifunga goli la kwanza kwa kichwa mnamo dakika kama ya 30 hivi ya mchezo baada ya Harry Maguire kuwa winga ambapo alifanya kazi nzuri sana kutokea pembeni kule, akapiga cross tamu sana ambapo Ugarte aliweka kichwani lakini ikiwa aimed to shoot to goal, lakini pia ikaenda kwa Casemiro, alafu Casemiro akatandika kichwa kingine na mpira ukaenda wavuni. Harry Maguire jana alikuwa kwenye ubora wa hali ya juu sana, na unaweza ukasema kwamba uzoefu pia umemsaidia kwa sababu alitumia nafasi ambayo watu hawakutarajia angefanya vile. Alipokuwa kwenye position ya mpira, lakini katika position ya winga ambapo watu hawatarajia atafanya vile. Hata Bruno Fernandes pia aliongea swala hilo kwamba Maguire alijua pale kwamba hakuna mtu anajua kwamba Maguire anaweza akafanya vile, akapiga chenga, akapiga cross. Kwa hiyo watu wengi walifikiri kwamba labda atapiga pass. Kwa hiyo ilisababisha Atletico wawe misled, yani wasijue cha kufanya wakati gani. Walijua labda Maguire atapiga pass alafu yeye akapiga cross. Kwa hiyo uzoefu pale ulimsaidia, lakini pia confidence yake ilifanya maamuzi mazuri sana. Baada ya mchezo tumesikia story nyingi kuhusu Maguire, tumeona picha nyingi mitandaoni wakiongelea kuhusu Maguire, wengine wakumuita Lamine Yamal, wengine wakasema kwamba amekuwa dinyo, wengine akasema yani umempa sifa nyingi sana kutokana na performance kubwa ambayo alionyesha. Lakini hapa naweza kukwambia kwamba uzoefu wake pia umemsaidia sana katika maamuzi makubwa ya kusababisha lile goal. Lakini pia ukiangalia Bruno alikuwa mtulivu sana jana, alifunga penalty yenye pressure kubwa sana. Kumbuka tulikuwa ugenini, makelele asilimia kubwa yanapigwa pale katika uwanja wa San Mamés. Mashabiki wanajaribu kuzomea, lakini kumbuka ni penalty muhimu sababu tunaongoza moja. Tukifunga ile penalty, game inageuka, inakuwa game kali sana, inakuwa game bora zaidi kwetu. Kwa hiyo alihitaji kufunga penalty, lakini as he always does, captain hajatuangusha, akawa mtulivu, akaconvert ile penalty, akafunga goli la pili. Mechi kaanza kuwa rahisi kwetu, alafu muda mfupi baadaye tukapata bao lingine la tatu kupitia huyo Bruno Fernandes kabla ya mapumziko. Mechi kawa imeishia hapo. Huo ni uthibitisho wa kwamba uzoefu unaweza kusaidia sana kwenye mashindano muhimu, hasa katika hatua muhimu kama hizi ambazo unahitaji tu kushinda kuvuka. Kwa jana uzoefu wa Casemiro, uzoefu wa Bruno Fernandes, uzoefu wa Maguire uliamua mechi kwa kiwango kikubwa sana. Jambo la pili ambalo nimejifunza katika mchezo wa jana ni jinsi ambavyo Ruben Amorim yuko flexible na anaweza kubadilisha ufundi katika mchezo. Kocha Amorim alionyesha uwezo mkubwa sana wa kubadilika kiufundi katika mchezo huo. Nitakwambia kwa nini. Naomba usikize kwa makini hapa. Kama uliangalia mchezo lakini utanielewa vizuri ninachokimaanisha. Lakini kama ukuangalia mchezo ndio usinielewe kwa nini nasema hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao waliangalia mchezo wataelewa vizuri sana. Ikiwa hujaangalia mchezo, baada ya hapa unaweza ukaenda ukatafuta tena nafasi ya kuangalia mchezo afu kaona kwa nini nasema Ruben Amorim alifanya kazi nzuri sana ya kiufundi.
Ukiangalia Bilbao ambapo alianza kazi ni kile kile ambacho Ruben Amorim alitegemea, kwa sababu kwenye press conference ya Ruben Amorim kuelekea mchezo wa Bilbao alisema kwamba moja ya sifa kubwa ya Bilbao ni kucheza kwa intensity kubwa sana, na alitarajia kwamba watajaribu kupata goli la mapema na watatupress zaidi katika dakika 30 za kwanza. Na ukiangalia mchezo ulivyoanza, dakika 20 za kwanza Bilbao walikuwa na kasi ya juu sana, walicheza vizuri sana, walitupress kwa nguvu, tulikuwa atutoke hata kwenye box letu, muda wote walikuwa kwetu, na ilikuwa ni hatari sana ikiwa angeweza kupata goli pale. Of course Patrick Dogo alifanya makosa kadhaa, Lindelof pia alifanya makosa kadhaa, Onana alifanya saves kadhaa. Kwa hiyo dakika zile 20 za kwanza zilikuwa ni dakika crucial kwao, kwa sababu walitushambulia kwa nguvu nyingi sana. Iñaki Williams, Alex Berenga wote walikuwa tishio katika kipindi hicho cha kwanza kwa dakika 20, lakini Amorim hakunyamaza, hakuacha kaa kimya, alisubiri moment. Baada ya Bilbao kupata kadi nyekundu, Amorim akabadilisha mfumo, ikatoka kwenye mabeki watatu alafu viungo wanne, na washambuliaji watatu, ikawa mabeki watatu, viungo watano, mshambuliaji mmoja. Yani alibadilisha 3 ikawa 3-1-5-1, ambapo Nana pia aliongezeka kwenye build up. Sasa katika sehemu hiyo mabadiliko haya alifanya wale viungo wa katikati ambao ni wengi sasa waweze kufanya kazi ya kuwamaki akina Iñaki Williams na Nico Williams, na hivyo kufanya wapunguze hatari sana. Ndio maana ukigundua baada ya kufunga goal United ni kama walimiliki mchezo kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo ni tactical twitch ambayo alifanya. Utagundua kwamba katika mabeki wale watatu, Lindelof na Leny Yoro walikuwa wanabaki chini kidogo, alafu Harry Maguire alikuwa anasogea juu kidogo kama anapeleka mashambulizi zaidi kwa Casemiro. Alafu yule CDM mmoja ambaye alikuwa ni Casemiro pale, na alikuwa anapokea mpira kujaribu kusogeza kwa wing back. Sasa kwa wale ambao walikuwa katikati, wale watano walifanya wale viungo wa Bilbao wasiweze kutanua uwanja na kwenda kutengeneza mashambulizi, na hiyo ilifanya kwa sehemu kubwa tuweze kumiliki mchezo. Na hii ilikuwa ni tactical ambayo alifanya vizuri sana Ruben Amorim. Alijua hapa tuna goli tayari, tunahitaji kumiliki mchezo na hawako pungufu, kwa hiyo tuwalazimishe tucheze mpira wa process zaidi ili wasiwe hatari zaidi kwetu, kwa sababu alijua kwamba tukiwapa spaces wanaweza kutuumiza. Kwa hicho ndicho alichokifanya Ruben Amorim. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wanamlaumu kwamba Ruben Amorim hubadilishi mfumo, lakini ukweli ni kwamba yeye anabadilisha mfumo kulingana na matumizi na wakati hususa. Kwa hiyo unaweza ukiangalia jana unaweza kuona matumizi ya Harry Maguire yalibadilika. Kuna muda alikuwa anacheza kama wing, Casemiro pia kuna matumizi yake yalibadilika, Lindelof pia matumizi yake yalibadilika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unaweza kawa ni mfumo ule ule, lakini katika matumizi ya maamuzi ya wachezaji yanabadilika kulingana na muda ambao unatakiwa. Mwishoni mwa mchezo Bruno Fernandes alikuwa anacheza CDM, alirudi kabisa chini, Maguire akaenda kwenye wing. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba alikuwa anafanya twitch nyingi sana katika mchezo ule ili kujaribu kumanage mchezo. Na unaweza kuona kipindi cha pili klabu ilikuwa inacheza, walikuwa wanacheza kwa utulivu, wanapiga pasi nyingi sana, wanajaribu kubuild from the back, wakijaribu kumaintain composure ya mchezo ili tuwe na muda mwingi wa kukaa na mpira, tusiwape nafasi Bilbao ya kuweza kurudi kwenye mchezo. Na hilo lilifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, sababu nafasi ambazo walipata Bilbao kipindi cha pili nafikiri nafasi moja tu, lakini kwa sehemu kubwa sana United alidominate mchezo kuanzia dakika 30 ya mchezo mpaka dakika ya mwisho ya mchezo, kwa sababu hizo twitch zilizobadilika baada ya kupata kadi na kuwa wapungufu. Sawa. Jambo lingine ambalo nimejifunza, jambo la tatu, ni matukio ya mchezo. Tukio moja la mchezo linaweza ikabadilisha matokeo ya kila kitu. Kama unaangalia mchezo, nafikiri nakubaliana, dakika ya 37 baada ya Dan Vivian kupata kadi nyekundu na United kupata penalty baada ya hasa kumcheza foul Rasmus Højlund ndani ya boxi, na VAR ikakubali kwamba hilo ni kadi nyekundu, penalty ikapigwa, Fernandes akafunga, ikawa 2-2. Hali ya mchezo ilibadilika kabisa. Nafikiri unakubaliana nami kabisa kwamba hali ya mchezo baada ya hapo ilibadilika kabisa, na Bilbao hawakuweza kabisa kurudi mchezoni. Hii inaonyesha jinsi ambavyo tukio moja la mchezo linaweza kubadilisha mwelekeo wa mechi kabisa. Sasa hii kwa nini nimeizungumza? Hii inaweza ikatuhusu sisi tunapoenda kwenye second leg, kwenye mechi ya marudiano. Tunahitaji kuepuka makosa ambayo hayana sababu, kwa sababu tukio moja kwenye mchezo linabadilisha kila kitu. Kwa mfano, imagine tumeenda pale Old Trafford, alafu mtu kafanya kosa la kizembe dakika labda ya 10, alafu Bilbao anapata goli kwa makosa ya kizembe, labda Onana kakosea kudaka, ama beki kafanya kosa la kizembe, au foul nje ya box inatokea foul, mtu anafunga, au kona, yani makosa yote tu yale.
tukitengeneza makosa ya namna hiyo, maana yake ni kwamba wakipata nafasi ya kufunga goli moja kipindi cha kwanza, hiyo game inakuwa ngumu kwetu, kwa sababu watakuwa wenyewe wanakuja pale hawana cha kupoteza, wanakuja pale wakijaribu kutafuta magoli kwa nguvu zao zote. Maana yake ni kwamba tukiwapa tu nafasi ya kupata goli moja kipindi cha kwanza, watakuwa na nguvu sana, na hiyo inaweza ikatuathiri sana sisi kisaikolojia, lakini pia kimchezo. Na pia kama unavyojua United, mimi pia nina wasiwasi nayo sana kwamba ikipata nafasi, ikifungwa inapoteana na inaweza ikafunga magoli mengine zaidi. Kwa hiyo ndio maana lazima tuwe waangalifu sana. Kile ambacho kiliwatokea jana Athletic Bilbao, tunapaswa kuwa waangalifu kitusitokee sisi Old Trafford. Yaani tusiruhusu makosa ya kizembe, kwa sababu tukio moja la mchezo linaweza likaharibu rhythm yote ya mchezo na mchezo mzima ukabadilika. Kwa hiyo lazima tuwe angalifu kuepuka hilo katika mchezo wa Old Trafford. Jambo la 4 ambalo nimejifunza katika mchezo wa jana ni kwamba United kusema ukweli ni bora kwenye mashindano ya Ulaya. Hilo nafikiri mtu anakubaliana. Lakini kwenye ligi tunasuasua. Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu ukiangalia katika Premier League, United hadi sasa hivi tuko nafasi ya 14 na tumepoteza mechi nyingi. Lakini vipi Ulaya? Katika mashindano ya Ulaya sisi ndo timu pekee ambayo ni unbeaten mpaka sasa hivi. Katika mashindano ambayo yana Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, nani mwingine, Arsenal, Liverpool, Madrid, Atletico, Sporting, Man City, Newcastle, wote hao katika imagine katika mashindano yenye watu wote hao, United ndio timu pekee ambayo haijapoteza mchezo hata mmoja msimu huu. Kwa hiyo katika mashindano ya Europa League pamoja na UEFA. Kwa hiyo maana ni kwamba kuna mentality ambayo tumeijenga ya kuwa bora zaidi Ulaya kuliko kuwa bora kwenye Premier League. Sasa katika mechi za Europa League tumepata ushindi mara 7, sare mara 5, na cha ajabu tumefunga mabao 19 katika mashindano ya Ulaya katika mechi hizo 7 kuliko mabao ambayo tumefunga 10 kwenye mechi 15 za ligi. Yaani mechi 15 za ligi mabao 18, alafu mechi 7 mabao 19 kwenye mashindano ya Ulaya. Unaweza ukaona kwamba tumekuwa bora zaidi katika mashindano ya Ulaya kuliko katika mashindano ya nyumbani. Kwa hiyo sisi ni dhaifu kwenye ligi, lakini nafikiri tumeamua kuinvest zaidi kwenye mashindano ya Ulaya, na hii inaweza kuonyesha kwamba huenda pia mfumo wa Ruben Amorim nafikiri unafanya kazi vizuri na timu ambazo zinacheza zaidi kuliko kudefense. Nafikiri hiyo inaweza kuwa ni sababu moja, lakini pia nafikiri kwenye mashindano ya Ulaya tuna utulivu zaidi kuliko kwenye Premier League. Labda pressure ya mashabiki au matarajio pia inaweza yanatuathiri kwa njia moja au nyingine, lakini kwa ujumla United ni timu bora sana Ulaya, na kwa hivyo hili jambo la 4 nimejifunza kwamba United inaweza ikachukua kombe hili kwa urahisi kabisa, sababu ya historia ambayo imejengea msimu huu. Jambo la mwisho, ushindi huwa unaongeza imani na kujiamini kwenye kikosi. Naomba nikwambie kwa nini. Wachezaji wengi walionekana kujiamini baada ya United kupata goli 3, kwa sababu unaweza kuangalia mambo ambayo alikuwa anafanya Maguire, Casemiro, mengi huwa yawafanyi timu ikiwa iko nyuma ya mabao mawili au bao moja au bila, lakini baada ya kufunga goli unaona kabisa kila mtu anakuwa anajiexpress, yani anakuwa huru kucheza anavyojisikia, kwa sababu tayari timu inafanya nini? Tayari inaongoza. Maguire ambaye hapo kale tulimzoea kumtukana, tulimzoea kumkosoa kila siku, jana alikuwa na mchezo bora sana. Majina kama Lamine Yamal yametokea, Ronaldinho ameitwa, Ronaldo, Swinani, kwa sababu ya performance kubwa sana ambayo ameionyesha. Na hii inakuonyesha kwamba kadiri siku zinavyosogea mtu akicheza vizuri anapata kujiamini zaidi. Casemiro kuna muda katika mechi 13 za Premier League alikuwa amecheza dakika 92 tu kwenye mechi 13, lakini sasa hivi kumuondoa kwenye kikosi ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu amepata kujiamini. Kwa hiyo matokeo mazuri wakati mwingine anaweza kupata timu kwa kujiamini sana. Ukimwangalia Manuel Ugarte pia ambaye alitoa pasi mbili za mabao jana, moja akipiga kwa kisigino, lakini pia ukimwangalia Lindelof, Lenioro, Mazraoui, wote walikuwa kuwa makini zaidi na kujiamini zaidi kadiri muda ambavyo ulikuwa unasogea. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa mbele kwa magoli. Kwa hiyo kitu ambacho mimi naamini kwamba timu ikiwa inashinda kila mtu anakuwa bora. Jana Onana akapata clean sheet. Sasa unajua kuna hivi tu huwa tunajisahau, huwa tunaanza kulalamika bila sababu wakati mwingine. Mimi huwa nasemaga kila siku hapa, kwa mfano unamwona Onana yule ambaye tunamwona ni mbovu. Of course hata mimi nakubaliana na nyinyi kwamba Onana kwa kiasi kubwa sio kipa mwenye kiwango hicho cha kucheza Manchester United. Lakini pia ukimwangalia Rasmus Hojlund na wengine pia ni watu ambao labda tunasema kwamba wana viwango vya kawaida, havistahili kwa Manchester United. Lakini timu ikiwa ina perform vizuri, timu ikiwa inapata matokeo, huo ubovu wa watu wengine unakuwa hauonekani, kwa sababu mpira mwisho siku
ni mchezo wa timu, sio mchezo wa mtu mmoja mmoja. Nitakupa mfano mwingine. Bruno Fernandes ambaye ndo mtu ambaye ana perform vizuri sana msimu huu kwenye klabu ya Manchester, lakini sio msimu huu, ni kwa zaidi ya misimu 4 mfululizo amekuwa akifanya hivyo. Unajua watu wanamlinganisha na Odegaard. Yaani mtu anamlinganisha Bruno Fernandes na Odegaard. Kwa nini Odegaard? Kwa sababu binafsi I don't see Bruno kama Odegaard. Yaani naona Bruno ni mtu wa kumlinganisha na watu akina De Bruyne, kwa sababu Bruno uwezo wake ni mkubwa mara 100 kuliko Odegaard. Lakini kwa nini analinganisha na Odegaard? Kwa sababu ya timu alionayo. Bruno kwa sababu yuko Manchester inazingua, kwa hiyo anaonekana anazingua. Lakini sio kweli kama anazingua. Lakini kwa sababu ni mchezo wa timu, mtu mmoja hawezi kufanya kila kitu kwenye mchezo. Huyu Onana ambaye leo tunamwona ni mbaya, ukimbeka Bayern au ukimbeka Man City ambayo timu inashinda kila siku, hata onekana mbaya hivyo. Kwa sababu Onana katika yuko Inter, alikuwa ni Onana huyu, lakini kwa sababu timu ilikuwa inafanya vizuri, halikuwa zungumzii ubovu wake. Lakini ukija kwenye timu ambayo ni mbovu kwa ujumla, ukuta kila mtu mbovu. Jana Lindelof tulikuwa tunamtia sana mashaka, lakini angalia timu imepata clean sheet na ikiwa na Lindelof uwanjani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa ujumla timu yote imecheza vizuri. Kwa hiyo timu ikicheza vizuri, kila mtu anapata confidence, kila mtu anajiamini, kila mtu anacheza bila uoga, kila mtu anafanya vitu vikubwa. Ndio maana sasa hivi namuona Maguire anaperform vizuri sana kwa sababu timu jana ilifanya vizuri. Kwa hiyo ushindi, matokeo mazuri huwa yanabadilisha mentality ya timu na aina ya uchezaji na kila kitu. Na hicho ndio kitu cha tano ambacho nimejifunza katika mchezo huu. Kwa hiyo kwa kunisemeje, naweza kusema kwamba kwa kuhitimisha, ingawa Manchester United inaonekana kuwa bora sana jana kisaikolojia, kiufundi na kimkakati, lakini kama alivyosema Ruben Amorim, bado mechi hiyo haijaisha na lolote linaweza kutokea kwenye mpira. Hilo la Bilbao tumeshinda, tunaweka nyuma, hiyo ni past. Tuna focus kwenye mechi ya Brentford, lakini mechi zaidi muhimu tuna focus kwenye mechi ya Bilbao Alhamisi katika uwanja wa Old Trafford. Bilbao wanaweza kuwa hatari sana kwenye marudiano, tusiwabeze kiasi hicho. Kwa hiyo lazima United iendelee kuwa makini, lakini otherwise United jana wameonyesha performance nzuri ambayo mimi binafsi nimefurahia, na ingeweza kuwa zaidi ya goli hizo ambazo zilifungwa hapo jana. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni mambo muhimu matano ambayo nimejifunza katika mechi dhidi ya Athletic Bilbao. Nafikiri mmeniandikia maswali mengi hapo, naomba nianze kuyajibu moja baada ya nyingine kwa dakika chache ambazo zimebaki hapa kwenye live session. Kwa hiyo ikiwa una swali, liandika sasa hivi kabla sijaondoka hapa ili niweze kulipitia swali lako, mwana Manchester United. Karibu sana. Naanza na bwana Nehemia Boriba ambaye anasema kwamba mimi sijapendezwa na Ineos. Nafikiri watuachie timu kwa sababu ni mabaili, na kubaya nawe kabisa. Anaitwa Evans Pius anauliza swali langu ni kwa nini Man United hawakumuuzia Mwarabu? Hili swala hata mimi huwa najiuliza, lakini nilipofuatilia inaonekana kwamba taarifa zinasema kwamba hakukuwa na concrete interest ya Mwarabu. Inawezekana hata Sajid Mlaski kama tunamsema huenda hata yupo. Kwa hiyo hakuna taarifa rasmi kama Mwarabu alishatoa offer kweli. Kwa hiyo taarifa nyingi zinasema kwamba walikuwa wanasema tu, lakini hakukuwa na concrete interest ya kununua. Jambo la pili ni kwamba Glazers hawakutaka kuuza klabu kwa ujumla, walitaka kuuza vipande vya klabu ili waendelee kula hela Manchester. Sir Jim Ratcliffe aliwapa kila ambacho wao wanataka, lakini wale Waarabu walitaka kununua klabu yote, waondoe Glazers, na kitu ambacho Glazers hawakubali. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio huenda kawa ni moja wapo ya sababu ambayo ilifanya United wasiuze kwa Waarabu. Nafikiri hiyo ndo ni moja ya sababu hizo ambazo zilisababisha hilo litokee. Sawa. Nafikiri nimejibu swali lako. Swali lingine anauliza Solomon, anasema Glazer tuache kuwa mpaka watu tuandamane tujaribu wengine, sio ni kosa mpaka sasa kwa Ineos. Sawa, sasa kama maoni yako. Sifrin Lee anasema kwamba wanafaa waipeleke Warabuni ila United. Sasa kama maoni yako bwana Sifrin Lee. Alafu Solomon tena anasema kwamba kitu kinichokiona kipincho ni kwamba Liverpool na United haziwezi kumilikiwa na Waarabu kamwe. Nafikiri pia hicho ambacho umekiongea pia ni kitu cha msingi. Nafikiri pia United na Liverpool ni kama timu ambazo ni kama timu za Uingereza zaidi, yani wanasema vile kuwekea Waarabu ni kama kuharibu kacha ya Uingereza. Kwa hiyo pia hilo pia ni changamoto. Alafu Solomon pia kabla ya Solomon, alafu nani mwingine, Walid Moharesh anasema kwamba umefuatia comment za Amorim kuhusu show press ya jana, sidhani kama atamuuza. Amesema he's a top player and United need a player like him. Walid, nakubaliana na wewe na mimi na wewe na wengine ambao mko hapo nyote, nafikiri tunakubaliana kwamba Luke Shaw ni top player.
hakuna shabiki wa Manchester United ambaye hajui kiwango cha Luke Shaw. Tunajua ubora wa Luke Shaw, lakini shida ya Luke Shaw ni moja. He has never been fit. Luke Shaw yuko United miaka 11. Lakini Bruno Fernandes ambaye ana miaka 4 Manchester amecheza mechi nyingi kuliko Luke Shaw. Inachekesha lakini ndio ukweli. Kwa hiyo tunasema kitu bora zaidi kwenye mpira lazima kwanza uwe available, lazima kwanza uwe unapatikana. Kama haupatikani, hiyo inakuwa ni hasara kwa klabu, kwa sababu pia analipa hela nyingi sana. Kwa licha ubora wake, lakini nafikiri ikitokea offer nzuri, Luke Shaw anaweza kaondoka kwa sababu ya upatikanaji. Lakini akiwa fit, Luke Shaw ni top class. Sawa. Lakini pia Solomon anasema kwamba Luke Shaw hajawahi kuwa mchezaji mbaya, la shida alipancha. Ni kweli, nakubaliana na wewe kabisa. Pascal Kanjema anasema kwamba ni vizuri kwa upande wangu, naona kwa sababu hawa Glazers wabaili sana. Asante sana kwa maoni yako. Mas anasema Ineos wapewe timu. Asante sana kwa maoni yako. Abdalla Mohamed anasema kwamba habari Dr. Van Basten kutoka Zanzibar. Huu ni mwangazo kwa Man U kubeba kombe, na hisi ni mwaka wetu. Asante sana Abdalla Mohamed. Nafikiri hata mimi naamini kabisa kwamba tunaenda kuchukua kombe hili, kwa sababu sioni kama Spurs wanaweza kutufunga finali. I think we are going to win this thing. Na cha kushangaza ni kwamba mimi niwape scenario. Alafu kwenye comment hapo naomba mniandikie nani atakuwa na mafanikio. Tunamaliza nafasi ya 14, tunachukua Europa League. Mwakani tunacheza Champions League. Alafu Arsenal anatolewa UEFA kwenye nusu finali. Alafu kwenye ligi ameisha nafasi ya pili. Ni timu gani na mafanikio hapo? Naomba uniambie. Mimi sijibu, lakini naomba kwenye comment hapo niandikie. Lakini I believe tukichukua Europa League tutakuwa tumepata kitu msimu huu, na itakuwa ni kitu fulani ambacho tunaweza tukajisifia, angalau tukatembea kifua mbele kidogo. Lakini pia itakuwa ni kitu cha kujengea timu kuanzia msimu ujao kwa Ruben Amorim. Tutapata fedha kusajili, tutaingia Champions League mwakani, tutapata wachezaji wazuri. Kwa hiyo yani Europa itabadilisha kila kitu kuanzia msimu ujao. Trust me, tukishinda hili kombe, msimu ujao utakuwa msimu tofauti kabisa na vile ambavyo mnatarajia. Tofauti na kama tusingeshinda kombe hili. Kwa hiyo hilo lazima tulitambue. Karibu sana. Kabla mjaondoka hapo, hakikisha una subscribe kama hujawahi kusubscribe, na kama umefika mara ya kwanza pia ningependa utoe maoni yako. Lakini pia hakikisha kabla hujaondoka hapo pia unabonyeza link kwenye description, kacheki Instagram, TikTok na katika mtandao wa X uweze kutufuatilia pia huko, ili usiwe unapitwa na habari nyingi ambazo tunakuwekea huko. Sifren Lee tena anatuambia kwamba anakuambia ilifaa tushinde magoli 5. United kufanya vizuri kwao, wanaweza kugeuza matokeo. Tulicheza vizuri sana, kwa nafikiri huenda tungeweza kufunga magoli zaidi ya yale ambayo tulipata. I think kabisa tungeweza kufanya hivyo. Alafu okay, Dogovani anasema kwamba sasa jana tumecheza vizuri sana, lakini sometimes Garnacho anazengua. Garnacho hata zengui, sema tu kuna tabia siku hizi kamekuja kwa kumuonea Garnacho, lakini nafikiri Garnacho anafuata maelekezo ya kocha, na ukiona sehemu kubwa nafikiri anafanya sehemu kubwa kwa sehemu nyingi anafanya kwa vizuri, lakini sehemu chache tu ndio anakosea kwenye maamuzi hasa, lakini kwa upande mkubwa sana anafanya sehemu nzuri sana. Garnacho is 20 years old, kwa hiyo tumpe pia benefit of doubt, nafikiri ata improve pia. Lakini Medi anasema kwamba Tottenham huwa anatusumbua sana katika ligi, lakini na wasiwasi mkubwa tukutana nao tena. Je, tunaweza kutoboa? Mimi I believe Tottenham hajashinda kombe si miaka mingapi, si miaka 10 ngapi. Kwa hiyo I believe tunaenda kushinda ile kombe, kwa sababu nafikiri tukienda finali ya Europa League, yule ambaye analitaka hilo kombe zaidi kuliko mwenzake ndio atashinda. Na naamini United tunalitaka hilo kombe zaidi kuliko jinsi ambavyo sisi kuliko ambavyo Spurs wanataka. Kwa hiyo naamini tunaweza kushinda kombe. Lakini pia kumbuka hatujapata mchezo, kwa bado tuko favorite. Kiukweli mimi naogopa Spurs. Sawa Solomon. Alafu anasema tunamaliza takriban 4 zilizopita, tena muhimu haijalishi ila ametupiga sana, naogopa Spurs. Na asante sana kwa maoni yako bwana Solomon 10. Asante sana kwa maoni yako, nimefurahi sana kuyapitia. Basi nawashukuruni sana nyote ambao mmekuwa pamoja nami. Naona maoni na maswali yameisha, kwa hiyo nimefurahi sana kwa wale ambao mmeniandikia maoni yenu. Basi nawakaribisha kuendelea kutufollow hapo YouTube, subscribe, lakini follow kule Instagram, X na TikTok. Jina ni hilo United_TZA. Lakini pia ukija hapa pia umkaribisha rafiki yako wa Manchester kwamba jamani, kuna channel inaitwa United TZA, huwa tunaenda pale kila siku saa 3 kwa ajili ya kupata updates, lakini pia tunapitia mambo kadha wa kadha kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Karibu sana, tutakutana tena kesho muda kama huu kwa ajili ya kuzungumza mengine kuhusu Manchester United. Kwa sasa naomba nikutakie usiku mwema.